Good evening and welcome to Ndizi TV News at 9. My name is Chemutai Kirui, taking you through today's updates from around the world and here at home. Stay tuned as I take you through today's highlights. Welcome. And chaos have erupted during ODM grassroots elections in Suna West constituency after voters affiliated to former Suna West MP Joseph Obiero and their counterparts affiliated to current Suna West MP Peter Masara engaged in a fierce fight, resulting into disruption of the election process in Wasweta 2 ward. Lennox Odede with full report. Chaos, fights here and there took the better part of ODM ward level elections at Nyamome Primary School grounds in Wasweta 2 ward. The security officers in the scene had to elope with Kennedy Awunda, who was the returning officer, away from the angry crowd. It became a battle of superiority as voters affiliated to former Suna West MP Joseph Obiero Ndiege blamed their counterparts for interfering with the elections. Tumeanza na kiti cha mwenyekiti katika kiwango cha mainstream. Wawili wamesimamia kiti hicho. Moja ni Julius Okanda, mwingine alikuwa ni Dickens Nyakere. Tukaweka mlolongo. Mlolongo ya Julius Okanda ikawa wingi, wakahesabu ikafika 76. Yule mwingine kutazama kwamba ameshindwa, wameamua ku-withdraw, wakatoka kwa line chaguzi. Badala tuendelee sasa na uchaguzi, presiding officer anasema ya kwamba hii sasa haiwezekani. Acha ni consult officers waniambie nifanye nini. Tukashindwa, una consult, kwani uchaguzi inaendelea mbele ama ni aje? Ame consult, akatuambia, wanatuambia sijui tufanye consensus, sijui tufanye. Kwambia bwana, hiyo sasa ni maoni ya wanafanya uchaguzi. Wenye chama ndio wanaamua. Elsewhere in Wasimbete ward, it was the same narrative as they claimed that the elections were done in their absence. Kuchia leo tukasikia tena kuna uchaguzi, na tulifanya vizuri kama wanachama, tumependa chama. Tukaenda huko ili tuone uchaguzi inafanyika ama. Tulipoenda huko tulikuta watu pia walikuja na wako kuwa wengi. Sasa tukaingia ili tuulize na nani alitangaza uchaguzi kwa Suna West, na tulisikia kama katibu wa Migori County alitangaza ya kwamba hakuna uchaguzi Suna West, na huyo ndio kiongozi wetu ambaye anatuelekeza kitu ambaye inatakikana tufanye. Tukaingia hapo, hakuna jibu lolote ambaye tulipata. Wakatuambia tu tokeni nje ili tuonge. Tulipotoka nje tukasikia tu wengine ambaye walikuwa hapo tu, hatukukuwa tunajua ni wakina nani juu hawakukuwa ni viongozi wa ODM. Sisi ndio viongozi wa ODM. Wakatangaza eti uchaguzi umefanyika vizuri, sasa tukamaliza. Tukauliza hivi, wakaanza ufurukano kama wanataka vita. They are now demanding the ODM party to organize for a fresh ward elections. It was a pressure from some forces and it is political. But we are advising leaders of ODM, we as youths, we don't want fights. We are tired kupigana, tumechoka nazo. Tunataka utulivu na tunaomba viongozi wetu watupe ample time kama sisi. We need development, hatutaki vita. What has happened ni kitu imetoka kwa watu wengine. On their side, voters affiliated to Suna West MP Peter Masara said that the elections were done in a free and fair way. Wapendwa wote wanachama wa ODM kwa kunichagua secretary wa ward. Na washukuru sana na wapongeza, japo election ilikuwa na changamoto lakini mwishowe imefanikiwa. Wale ambao wameshindwa, sikubali kushindwa sio mshindani. Kwa hivyo mkubali tufanye kazi pamoja. Lennox Odede reporting for Ndizi TV Africa from Migori County. And elsewhere during the ODM elections, 2 people have been injured at Buche Primary School in Homa Bay County following clashes during an ODM party grassroots election. According to Police Commander John Loisa, 2 opposing groups clashed during the election, leaving 1 man with a deep cut on his left arm. The election in Migori County also experienced delays, with the ODM party secretary citing infrastructure issues as a contributing factor. Parliamentary elections are expected to take place tomorrow on Tuesday.
portal haijafunguliwa. Mpaka jana usiku saa 6 hailikuwa haijafunguliwa. Na kama ingelifunguliwa usiku, ingesaidia nini? Wanachama walikuwa wanataka wajisajili. Yeyote anayetaka kuwa mwanakamati na vitu vingine shilingi 200. Alafu mwenyekiti atoe 500. Angezitoaje kama portal yenyewe ilikuwa haijafunguliwa? Watu wameenda kulala kabla hawajui chochote kinachoendelea. Wakati wa asubuhi na shangaa eti ndio uchaguzi unafanyika. Uchaguzi gani? Meanwhile, Kithunguri Member of Parliament Gathoni Wamuchomba has claimed that her life is in danger after the government stripped her of security guards. Wamuchomba, who is also a close confidant to former Deputy President Rigathi Gachagua, said she is being targeted due to her political stance. Wamuchomba has also condemned the recent attacks on PCEA Mwiki Church. She further urged government officials to distance themselves from engaging in politics. Vile tu walinyang'anya Gachagua bodyguard, that is the same way walinyang'anya bodyguard. Ndio wanidhulumu alafu waanze kusema tunapigana kisiasa. My life is in danger, the life of my people who work with me is in danger. You must prove to us that you are really the Christian that you have always told us you are. Wakati watu walirushiwa tear gas Nyandarua, hukuongea. Wakati tear gas iliwekwa kwa kanisa kule Nyahururu, hukuongea. Wakati mawe imerushwa kanisa ya ACK Nyeri, hukuongea. Jana mawe ilirushwa kanisa ya PCA Mweki, hukuongea. Na wewe ni Mkristiano. We need you to rise up and condemn that incident and those common incidences. Otherwise this country is going to the drain. Kava Waredia alipatiwa kazi ya board member wa NGCDF headquarter Nairobi. He is a public officer. Na kama public officer, he is not supposed to be involved in politics. And elsewhere, the National Liberal Party leader Augustus Shalomuli now says that Ukambani region has lagged behind due to its continued reliance on kinship politics. He urged the region to rethink its political future in order to realize meaningful development. Muli also called for independence of the IEBC selection panel, urging politicians across the political divide to not to interfere with the process of appointing the chairpersons and the commissioners. Sisi tumekataa hii mambo ya kingpin. Tumesema hatutaki ati huyu ndiye ataongoza region yetu ndio aende bargain on behalf of the community. Hii ndio imefanya Ukambani inabaki nyuma. Na sisi kama chama National Liberal Party tumesema sisi tutashikana na serikali ilete maendeleo Ukambani. Wale wa kingpin ambao imekuwa kazi yao ni kwenda kuuza jamii. Kusema sisi ndio tunaongea kuhusu jamii na jamii tunabaki nyuma bila maendeleo yote. Sisi kama chama tumesema hatutashikana na watu kama hao. Tutashirikiana na vyama ambazo zinataka maendeleo Ukambani. Sasa hii tunaongea mambo ya IBC. Nataka kusema it's not too late. It's not too late for this country to change. It's not too late. IBC selection panel ichague viongozi ambao wanatakikana na nchi. Sio commissioners ambao wako pande ya serikali ama ya upinzani, bali wachague commissioners ambao watahudumia Kenya nzima. It's not too late. Tumesikia viongozi kadhaa wakisema sijui serikali na upinzani wakae pamoja, lakini sheria inasema hivi. Kuna selection panel ambayo imechaguliwa. Na sisi kama chama National Liberal Party tulienda kotini miezi 8 tukipigania hiyo selection panel ikuwe the correct one. We are taking a short commercial break. Keep it Ndizi TV. Unatazama Ndizi TV. Afrika.
Good. So you top up directly without measuring. Directly. So I fill the glass. Fill the glass. Okay. Add a little bit. Perfect. I feel like testing it. This is our cocktail. Which cocktail? Long Island. Oh, Long But Island. our cocktail is not done. Why? Presentation. We have to garnish our cocktail so that when a customer sees... What do you mean by garnishing? Garnishing is just making our cocktail appear attractive. Okay? Okay. Yeah. Okay, tuko na njia tofauti za kugarnish. Kugarnish ni kurembesha tu. This one, lile kurembesha. This one is a lemon wheel. Sasa cocktail yetu iko ready, iko tayari sana kupelekewa mteja. Yeah. No wait. Is thumb finger. Put it, the straw inside the cocktail, then you close. Wow, your cocktail. Wow, niche. Machozi yanadondoka, lakini lazima hema asome shuleni. Hey dunia, mbona hunitendei haki? Jasho latiririka, lakini nangoja faraja. Naomi na Hema tunapigana na maisha, tutashinda hata kama tunaumia. Nilimkosa mama, nilimkosa. Ona pesa nimebakisha. Ni tu peke yake. Najua nilikuwa na pesa, sinakumbuka ugonjwa. Sauti yangu yaomba, nunua mkaa. Mimi unajua sikusoma. Unaona mimi sikusoma. Wewe pekee ndio nategemea. Mimi naona nimejenga, naona vile hata sina nguo. Wewe nataka uvae vizuri, ukule vizuri na uende shule usome. Ukiwa shuleni, tia bidii kwenye masomo. Rafiki yako awe ni kitabu. Naomi, coming soon on Busy TV Africa. Unatazama Ndizi TV. Thank you for keeping it in Ndizi TV. And Eliud Kinuthia, the former chairman of the National Police Service Commission, has called on retired government employees to maintain discipline and safeguard sensitive information regarding the ongoing matters within the government and their workplaces. This comes after former Cabinet Secretary Justice Muturi publicly disclosed details of his time in office. Kinuthia emphasized on the importance of protecting confidentiality, especially when it comes to government issues. Wale wote ambao tumetoka maofisi ya serikali tukiongozwa na senior chiefs wawili hapa, mzee Karumei na mzee senior Kibiru. Haijalishi ile ngazi ulitoka, tukue na nidhamu ya kunyamaza kuhusu mambo yaliyo nyuma yako kwa ile ofisi ulikuwa. Inaleta aibu sana kuona mtu ametoka kazi ya waziri ama kazi nyingine yoyote na anataka akiwa nje ya serikali kuanza kutueleza mengi ya ile ofisi alikuwa, ambayo inaonyesha utovu wa nidhamu. Tuungane ili tuweze kusaidia nchi yetu. Mara nyingi tunaweza kuwa na saa zingine labda mawazo mengi,
tunasema kwamba serikali hii haifanyi hii, serikali haifanyi ile nyingine, lakini nadhani kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia mambo tangu miaka 2 iliyopita, serikali imefanya mengi. Ile kitu ambayo nimependa kutambua ni kwamba mimi kama kijana nimeona maisha yangu imebadilika, kwa sababu wakati unapopata ajira ya kudumu unaweza kujipanga kufanya mambo mengi zaidi katika maisha. Huwezi linganisha na ajira ambayo ni ya muda mfupi. So mimi kwangu naona ni shukrani kubwa sana, kwa sababu in terms of the socio-economic development, hawa watu hawa wakiwa hapa Mpeketoni, mtu ataweza kuwa na uwezo wa kununua plot, ataweza kujenga. Mimi tunapomshukuru sababu mimi nawaeleza mambo ambayo nimeona. Yeye ameshikilia ofisi hii, hakunipa ofisi alafu akaniwaachilia. Na wakati mwingi mambo ikikuwa magumu nilikuwa namuendea, ananiambia chairman, ni wapi kumeenda vibaya. Mimi ninamwambia hapa na hapa na nataka usaidizi wako. A team of agents led by the National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse NACADA in collaboration with the Kenya Revenue Authority KRA has successfully confiscated illegal drugs and illicit alcohol. The operation, led by Mr. Nicholas Koskei, took place at the Nyamonye market in the small Bondo sub-county, Siaya County. The authorities have continued their crackdown on illegal substances in the region. My name is Nicholas Koskei, Senior Superintendent of Police, the head of enforcement at NACADA. So today at around 11 a.m., following some leads or some information, we went to Nyamonye market that is within the Bondo jurisdiction, following an information of a notorious drug dealer and an illicit trader within this market. So we went up to his shop. We visited his rental areas, that's the residence, and his homestead within those in the market. So upon some search within the premises, we found cannabis sativa, which is yet to be tested. That is around 4,600 sticks. We had 168 tariffs and 11 brooms. Upon search at the areas of the rental home, we had around 8 cartons of Supermatch. The Supermatch, as you can see, this is a Supermatch meant for export. That was meant from Uganda and meant for export to South Sudan. So we had 8 cartons, and then also we had an custom that is spirits meant from Uganda. We had a Challenger, 118 pieces, each with 24 in each carton. A Blue Moon, we had 15 cartons. Simba Waragi, we had 107. Simba Gin flavored, we had 12 cartons. So we managed to arrest 2. That is the main suspect, Francis Odiambo Ocheng, and the second one, Evelyn Atieno Amungu, all in our custody. So we are intending to prefer some charges, given that we have a KRA with us here, and already the goods has been valued to wit 2.9 million Kenya shillings. And 5 chiefs abducted by Al-Shabaab militants in Mandera 2 months ago have been released. Speaking in Mombasa, Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen says the chiefs are in the hands of Kenyan authorities and the process of uniting them with their families are ongoing. Murkomen has also warned over the reemergence of criminal gangs in Mombasa and Kwale counties, saying that the government will crack the whip. Abducted in Mandera have been released, and they are now in the hands of Kenyan officials, and they will be arriving home anytime soon. This is very good news based on collaborative efforts. As I announced before, that as a government, we decided to work together with the community and to work with
county government of Mandera and the local community, and this process has borne fruit. We will be commenting further in the near future, once our chiefs are within the country, and we'll give you even more updates on the progress and what we are doing. Thank you for keeping it in Ndizi TV News at 9. My director has been Abigail Nyanchama and my sign language interpreter has been Lydia Mose. My name is Temutai Kiri and good night.